Msichana alimwaga gundi kwa bahati mbaya kwenye kiti cha darasani, na kwa bahati mbaya zaidi, hicho kilikuwa kiti cha mtemi wa shule. Darasa zima likabaki kimya, kila mtu akisubiri kitakachotokea. Muda mfupi baadaye, mtemi akaingia bila kujua chochote, akaketi moja kwa moja. Msichana alitaka kukiri mara moja, lakini mwalimu akaingia darasani, akashindwa kupata nafasi. Kipindi chote akakaa na hofu kubwa, akijilaumu na kujaribu kupata msaada kwa marafiki zake, lakini hakuna aliyethubutu kuingilia. Baada ya muda, mtemi aliitwa ofisini. Alipojaribu kusimama, akagundua amekwama kabisa kwenye kiti. Alijaribu kujinasua mara kadhaa kwa nguvu hadi akafanikiwa, lakini tukio hilo lilimwacha katika aibu kubwa mbele ya wanafunzi wote. Hasira zikamjaa, hali ikawa ya kutisha zaidi. Msichana akaishi na hofu ya kulipiziwa kisasi. Ili kujituliza, akaenda kucheza mashine ya zawadi, lakini hakupata chochote licha ya kutumia pesa zake zote. Akiwa amechoka, akaipiga mashine kwa hasira kidogo. Ghafla, akasikia jina lake likiitwa. Alipogeuka, alimuona yule mtemi. Bila kusema mengi, alimwanga begi la midoli mipya ndani ya mashine, kisha akaondoka kimya kimya. Alipoangalia tena mashine, aliona dubu mdogo mweupe ukiwa juu kabisa, rahisi kuchukua. Ndipo alipoanza kufikiria upya, labda si kila mtu mkali ni mbaya kama anavyoonekana.